unyenyekevu wako mwingi na kujishusha katika uwepo wa Mungu. Mungu akubariki, pamoja na wazee wa kanisa, kwa kunikaribisha siku ya leo kuja kunena neno la Mungu. Kama vile alivyotaja majina yangu ni mchungaji Eric Sapai. I served with the Anglican Church of Kajiado for 13 years. There was a time I was the youngest clergy. Nilikuwa ule kijana mdogo kabisa katika diocese ya Kajiado. Lakini miaka hizi saa hii nimezeeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nimefanya kazi kwa kanisa la Kianglikana kwa miaka 13 na nikashukuru Mungu kwa sababu ya kupata nafasi ya kuhudumu katika prisons ama magereza, na hudumu pale Embu Main Prison. Ninafanya kazi pale na kupitia mchungaji wenu Nixon Nick ambaye ni rafiki yangu sana kwa miaka mingi, akaniuliza kwamba nije kuwa pamoja nanyi. Nikasikia kuheshimika na kunyenyekea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru sana kwa sababu Mungu ametupa nafasi ya kunena neno la Mungu, na kwa hivyo mtanikubalia niseme tu kidogo kwa nikipata kaneno moja ya Kikuyu ni sawa. Na Mungu wa mbinguni atatubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndugu walikuwa naimba wimbo. Kuna wimbo kama wangeweza kuimba ningefurahi. Sijui huyo mjamaa anaitwa nani, lakini inaenda na 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 na. Wimbo huo, kama hiyo wimbo mtaweza imba dakika moja tu, watu wasikie vizuri, alafu tupate kunena neno la Mungu. Kidogo tu, wasikie tu vizuri wakiwa wamekaa. Watu wa Mungu, tukae tu kidogo, tusikie hii wimbo, tukae tu, tutulie tu. Wewe ambaye unafikiri mbingu zimekunyamazia, leo sikia kwamba mbingu zimenena na wewe. Thank you. Nimependa sauti zenu. Kwa hivyo nitasikia vizuri mkiimba wimbo huo. Unajua nyimbo za Kikuyu ni nzuri sana. They are the most worshipped. Wameimba wimbo za kuabudu vizuri. Reggae. Wakicombine itakuwa sawa sana, Good. Good. Ngayuria wakuria kwaragandu nowe kaiwa ire maine na wakondo guothe gutwarana nawe kuria kwaragandu wakinya ire maine apatane nawe onawe ugaga kuru niriagukireire Jehova yari ugetige kumaka nyamukiriro gyaku nigikiguru kanyamarikagwa kugokamukinyira onawe uturaga aukariaine etereire muraika ujuge mai ikiriria wiwe uge wa Jehova niwo yake mari yakuna witware onawe ugaga urune yagukireire Jehova roigari ugetige kumaka nyamukiriro gyaku nigikiguru
konyamarikagwa kugukamukinyira wewe ohandĩtio nĩ mĩnyororo ya thĩna roho wa Ngai arogane kũmĩtuaga kũrĩa gũkĩrĩhoru nĩ gũkuo ngemi o ta ũrĩa uge wa Jehova ugaga onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigari ũgĩtiga kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ konyamarĩkagwa kugukamũkinyĩra no nĩ ndũmĩrĩri umĩte matu-inĩ nĩ kũrĩ na ũndũ mwerũ Ngai arenda gwĩka ũtukũ wa mathĩ na ũkinya gũthira naguo mwĩhoko waku rĩu nĩ mũhĩtũku onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigari ũgĩtiga kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ konyamarĩkagwa kugukamũkinyĩra. Wapigieni makofi tafadhali. Thank you very much. Wapigieni makofi mazuri. Ndajua nabakisha dakika zingine, kuna wimbo mwingine ambaye tutaimba ya kuabudu inaitwa Matatamakwa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mtanisamehe kwa sababu ninakaa mwinjilisti lakini ninajaribu kujicontain kidogo. Ili tupate kubarikiwa katika ibada zetu. Praise the name of the Lord. Kitabu ambacho tumesomewa ni kitabu cha Petro wa pili. Mstari wake ni wa kwanza mpaka sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Maneno haya ambaye yamenenwa na Apostle Peter ni maneno ambayo yanafaa kuwa kwetu kama Wakristo. Na nikazipea kichwa chake neema 7 ambayo Mkristo anapewa na Mungu. Neema ngapi? Neema ngapi? 7. Hata ukikosahau zingine zote usisahau neema 7. Na neema ya kwanza ni wema. Katika lugha ya Kiingereza inaitwa goodness. Na kila mmoja wetu anaweza kuwa na wema. Everybody. Wema ni kuwa na tabia mzuri. Na ukitaka kujua wewe ni mwema, ingawaje labda kuna wengine hawajafika hiyo, just ask your granddaughter or grandson. Katika saikolojia wanasema mama yangu atapenda mtoto wangu kuniliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yaani mama aliyenizaa atampenda mtoto wangu. That is a grandson or a granddaughter. Na ukitaka kujua kama wewe ni mzuri, enda aulizwe your grandson or your granddaughter. Ataeleza uzuri wake kwa sababu una uwezo mwingi wa kuwa mzuri kwake zaidi kuliko mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. So uwezi niambia wewe uwezi kuwa mzuri. Unajua kuna watu naturally they are hard. Lakini do you know you can be so soft to your grandchild kiasi ya kwamba anaimba wewe peke yake. Bwana asifiwe sana. So wema ni tabia nzuri. Tabia ambaye imeruka viwango vya kawaida. Na najua ya kwamba watu wengi wanasema ya kwamba anajua mimi si mzuri, ama watu wengi wanamuona si mzuri. Lakini ukweli ni kwamba Kristo akikuja ndani ya moyo wako, ndiye anasema Petro, katika imani ongezeni haya. Ya kwanza ni kuwa mzuri. To be good. Ukikuwa mzuri si kwa Mungu peke yake,
hata kwa wanadamu. Maandiko inasema Yesu alikuwa katika kimo akipendeza watu na nani? Na akimpendeza Mungu na wanadamu. And msalaba ni njia moja ya kuonyesha vile tunafaa kukaa. Tumpendeze Mungu na tupendeze nani? Wanadamu. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anaitwa Mkristo unafaa kuwa na upendo mwingi, ama unafaa kuwa na wema wingi kiasi ya kwamba kila mtu atashindwa kukuexplain. Because ukisikia huyu mtu anasemekana huyu mtu ni namna gani, anasema huyu mtu ni mzuri tu. Maana hauna maneno ya kuelezewa vile ulivyo mzuri. That man is just good. That mother, huyo mama ni mzuri tu. Maana ana maneno mengine zaidi ya kueleza uzuri wako. Maana uzuri wako umefika viwango vya kiungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Uzuri wako upande juu ufike kiwango ya kiungu. Kiasi ya kwamba nobody can question you even in your normal life. Katika maisha yako ya kawaida hakuna mtu anaweza kunyoshea kidole. Maana yake huyo mtu amefika kiwango ambacho Mungu mwenyewe anampenda na watu wanampenda. Na ukifika kiwango hiyo ndio kiwango cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ndio maana nimeita neema, kwa sababu hautaweza pasipo kusaidiwa na Mungu. Hautaweza kufikia utimilifu huo ama uwezo huo mwingi wa kuwa kwa huo uzuri kama hujasaidiwa na Mungu. Watu wako na tabia tofauti tofauti. Watu wamezaliwa na wengine they copied some other characters. Matabia zingine ambaye hata mama yako anaweza kukukana. Nasema huyu si hata sijui ametokanga wapi. Na unajua mtoto mbaya mara kwa mara anakuwa wa mama. Bwana asifiwe. Lakini ukiwin unakuwa wa baba. Praise the Lord. Kwa hivyo mimi ninaomba Mungu siku ya leo akupe neema katika uzee wako, katika ujana wako, na usiseme ati kwa sababu mimi ni kijana wacha nikae kwanza urui kiasi. Unajua urui kule tu kwa jela tunaita warui. Ni wale wa jamaa wasikii, kijana huwezi sema ati wacha kwanza nikuwe mnoma alafu ama nikuwe mbaya alafu nikuje kuwa mzuri. Mungu atakuhitaji ukuwa kijana, mzee ama kijana wa kiasi. Mungu anahitaji watu wanakuwa na wema. Ile wema ambayo unatajika ni wema ambayo utafikia utimilifu na uwezo wa Mungu. Unaweza kutii. Mtu mwema ana moyo wa kutii. Na ndio Yesu akasema, mkitaka kuwa wanafunzi wangu ni lazima myashike maagizo yangu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kanisa imekuwa watu ambaye ni wazuri kanisani. Wamebeba Biblia, umebeba kitabu cha sala. Sisemi hiyo ni mbaya. Na hata umetembea polepole kanisani, utaki kukoza mtu. Lakini ukitoka nje unakuwa mtu tofauti zaidi ya vile watu wanavyokujua. Si wakujue hivyo hata sokoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Si wakujue hata hivyo uzuri wako hadi sokoni. Wakujua uzuri wako, mtu akikimbia kwako usimzuie, umsaidie. Wema ndio unaotajika uongeze imani yako. Praise the name of the Lord. Ya pili ni inasema kwa Kiswahili ni knowledge katika Kiingereza, lakini katika Kiswahili inasema maarifa. Bwana asifiwe. Nini? Ni maarifa. Maarifa ni mtu mwenye ako na hekima fulani. Kuna watu wako na maarifa ya kuseti vyombo. Kuna watu wako na maarifa ya kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wako na maarifa ya kushuka nywele. Hii maarifa tunazungumzia ni maarifa ya kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana.
Haleluya. Kuna watu wako na maarifa ya kutibu. Doctors have the knowledge to treat. Kuna maarifa, na katika mwili wa mwanadamu kuna sehemu, na kila tabibu ako na maarifa fulani. Kuna mtu ako na maarifa ya kutibu meno, na kuna mwingine ako na maarifa ya kutibu jicho. Lakini maarifa ile tunazungumza mahali hapa ni kwamba you need to have the knowledge, maarifa ya Mungu. Haleluya. Umjue Mungu. Na hii maarifa itasaidia sisi kujua, kuona, kutambua na hata kusikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutambua, kuona na kusikia yale Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri ujue na kutambua vile Mungu anavyotaka katika maisha yako. There is a destiny. Kuna mahali unaenda na wewe huwezi ukafikia pale hata katika maisha ya kawaida kama you do not have the map of your life. And the owner of the map of your life is God. Mwenye ako na ramani ya maisha yako ni Mungu. Na kwa hivyo kama wewe Mungu ako na maarifa, uko na maarifa yake, hautakosea ramani. Mwenye amejenga nyumba hii kama angekosea ramani, mungekuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wao wataalamu wa kufuata ramani. Ni vizuri hata wewe katika masomo yao, katika maisha ya kumjua Mungu, uwe na maarifa ya kufuata ramani yako kupitia kwa Mungu mwenyewe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ili uweze kusikia, uweze kujua. I love this. Praise the name of the Lord. Maana hakuna kitu kizuri kama watu wanapoimba kama vile wimbo tumeimba, unasikia Mungu ndani yako. Kuna mtu tu wimbo ikiimbwa kwa matatu, unasikia Mungu anazungumza na wewe. Kuna mwingine akisikia ana sense uwepo wa Mungu katika maisha yake. Hiyo ni kuwa na ramani na kujua maarifa ya Mungu. Maana kuna watu ambao wamefanywa masarakasi. Sema sarakasi. Haleluya. Sarakasi, Kiswahili ni ngumu. Sarakasi, wamefanywa mambo. Mhubiri anakuja anawapea chumvi. Na chumvi ilitumika wakati fulani, anawapea chumvi. Mama unakuta kwa kibeti amebeba chumvi. Ni ya nini? Sio ya chakula. Amebeba chumvi. Amesema ameombewa na apostle fulani. Let me tell you. Watu wamepotea kwa sababu ya kutokuwa na maarifa ya Mungu. Bwana Mungu, nataka kukusaidia. Nataka kusaidia kanisa la Mungu. Saa zingine mimi husema nimebaki kuwa, ingawaje tuko pamoja na archdeacon na wachungaji kadhaa, wamebaki kusema ukweli. Bwana asifiwe. Situpigieni makofi kama tumesema ukweli. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mafuta, kuna karibu sahihi kwa kila boma utakuta mafuta. Anointing oil. Let me tell you, anointing oil ambaye haijamwagwa haifanyangi kazi. Kama haijatumika, kama ulikuwa imenunuliwa na mchungaji kasema twende tumwagie ivunje nira fulani, hiyo umebeba ni mafuta kama ile ya kupika. Hello, praise the name of the Lord. Ni mafuta kama ile ya kupika. Kama haijamwagwa na mtumishi wa Mungu. Wakati Daudi alikuwa, vijana walipokuwa wakianoindiwa katika nyumba ya Jese, kama ingemwagikia mmoja wao, Daudi ingawaje alikuwa mdogo na alikuwa kule machungani, ilipomwagiwa mafuta ilifanya kazi, akaua Goliathi. Hello. Lakini kama ilikuwa inajaribu kumwagwa, iendi, maana sio ya huyo. Na kwa hivyo kama uko na mafuta ambaye iko kwa nyumba na imeombewa sijui na apostle fulani, wachana na hiyo, muite mchungaji alete mafuta amwage kwako ikusaidie. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tuache kuwa na maarifa za watu wa kutupoteza. Kuwa na maarifa ya Mungu na wewe utaishi vizuri katika kazi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Hautachanganyikiwa ukiwa na maarifa ya Mungu. Nikiendelea kwa sababu ya saa, ni lazima pia ukuwe na uvumilivu. You must have self control. Maisha hii
pasipo kujizuia utafanya mambo ya ajabu. And too much of everything is poison. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ndio maana Rudodin ametuwekea masaa ya kuhubiri, maana tunaweza hubiri mpaka kesho. Tungeweza hubiri uanze kusikia watoto wanapiga kelele hapa hivi kwa sababu ya njaa. Hiyo mahubiri hautasikia, utaona mtoto amelia njaa, unaenda na yeye nyumbani maana ya kusaidia. The whole issue is lazima tuwe na self control hata katika mahubiri. Tusikae kanisani miaka mzima, Hello. Tunahitaji fungu la 10. Enda ufanye kazi. Na ndio maana tumekuwekea masaa. Na siwezi pitisha ile masaa nimeambiwa hakuna, maana hata mimi nataka kutii neno la Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe na self control. Wewe ambaye uko na hasira na unasema wewe ni Mkristo, lazima ufinyilie hiyo hasira yako ishuke chini. Yesu alisema kasirika lakini jua isifanye nini? Isitue. Kuna mtu anakasirika mpaka anatapika. Halo. Hiyo ni kupita kiwango. Ati anakasirika mpaka anazimia. Ni nini? Ni kukasirika. Mpaka anazimia bwana. Ati ni nini? Ni kukasirika. Weka kiasi. Haleluya. Mama akikasirika unakuta masahani mpaka umbwa zinatoka, maana amepiga kila kitu mpaka panya za nyumba zimeenda. Ni kukasirika. Mzee akikasirika, hiyo lazima uwe na kiasi. Mpe jirani haifai, mwambie kuwa na kiasi. Praise the Lord. Hallelujah. Sijui ningeweka kwa Kikuyu ndio ingekuwa mzuri sana. Hallelujah. Ni marakarama ni nini hii kitu? Unakasirika mpaka mpaka ungeweza shika nyumba kama hii uangushe, ingekuwa afadhali kwa sababu ya hasira. Wachana na hasira, punguza hasira, penda Mungu. Hallelujah. Self control. Hallelujah. Nadhani wakosho. Kuna watu hapa wanakasirikanga sana. Na hiyo makasiriko ndio imekuletea shida. Acha ni deal nayo kidogo. Hiyo makasiriko ndio imefanya nini? Imekuletea shida. Unakasirika unakaa mwezi mzima bila kuongelesha mzee. Full month. Nini? Ni go slow. Go slow. Unaangaliwa. Nini ameleta nyama kujaribu kukufurahisha wapi? Amekupeleka out kitambo, unasema tu utaki chochote mpaka njaa inakushika, unaanza kukonda bure. Na ni kitu kidogo. Self control, punguza hasira. Hallelujah. Hallelujah. Punguza makasiriko, uishi miaka mingi. Praise the name of the Lord. Na hii ni neema ya self control. It is a grace of self control in your life. You need it. You need it. Hati unakasirika. Siku moja babangu pia alikuwa katika hali ya kukasirika. Akajaribu kupea mbuzi dawa. Ile tu ya injection, ile dawa ya kupea ndio itoe minyoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kondoo ikauma, hii syringe ikavunja. Badala ya kuachilia ienda anunue nyingine, akainua juu, akakongesha chini, ikakufa. Hiyo ni hasira, zini hasara. Lakini sasa sisi kwa sababu sasa sisi tulikuwa tu vijana tukachukua kondoo, tukachinja, tukakula. Haiwezi tupwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unaweza kuwa na hasira nyingine mpaka ikuletee nini? Hasara. Wazee mko hapa? Halo? Umefukuza kijana yako? Huyu si wangu. Na anakufanana kama punda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamaliza mahubiri haya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na kiasi katika maisha yako. Mama, wacha kukasirika. Mzee ni wako, si wa mwingine. Unakasirika, chakula unatupa, kitambo ashike, ninawaangania. Anazuia.
Asia machakula hizi mwagike. Eri ningejua kuongea Kikuyu ningewawekea mzuri. Praise the name of the Lord. Inaangania. Amezuia chakula, umeirusha sababu ya hasira. Mpaka anaondokea chai karibu imuchome. Hatunamletea tu acha hiki mtu ikule iondoke. Hapana. Mpembeleze. Punguza hasira ndio muishi miaka mingi. Ya 4 ni uvumilivu. Bwana asifiwe. Ndiko inasema kwamba patience. Wamngojao Bwana, haleluya, watatiwa nini? Nguvu. Wamngojao Bwana watatiwa nguvu mpya. Ukitaka nguvu, mngoje Bwana katika hali zako. Sijui ni nini hicho umengoja Bwana kwayo. Yeye bado ni mwaminifu, atatimiza. Mungu ni mwaminifu. God is faithful, he will do it. Bwana asifiwe. Kama amesema atakubariki, yeye ni mwaminifu, atafanya nini? Atakubariki. Wacha kuwa na kutokuwa na patience. Have patience. Kuwa na uvumilie. Hiyo familia ni yako, usiharibu, ni yako. Huyo mtoto ambaye labda umemwombea mpaka umempeleka kwa maapostles, wamempiga mpaka mangumi, aanguke chini, wacha kuwapeleka wamuumize mtoto. Mngojee Bwana. Madhani yaosha. Haleluya. Wacha kupeleka mtoto akunyushe mafuta. Mtoto wangu, hapana, mngoje Bwana. Maombi yako na ya mchungaji wako ambaye unamjua, muombeeni na mngoje Bwana, atapona. Haleluya. Atakuwa mzuri. Wengine wetu kama si Mungu, atungekuwa hapa. Be patient and wait upon the Lord. That family, huyo mama ambaye unamwona kama ni mbaya, mngoje Bwana, atambadilisha. Huyo mume unayedhani hawezi badilika, Mungu anaweza badilisha. Wait upon the Lord faithfully. Praise the name of the Lord. Mungoje Bwana kwa subira, naye atakutia nguvu. Patience is a rose that grows in the middle of thorns. Inawezekana maisha yako yabadilike kwa sababu umemngoja Bwana. Wamngojao Bwana ni kama mlima Zayuni, hautatingizika. Praise the name of the Lord. Mngoje Bwana kwa subira. Wacha kuwa na haraka. Vijana, wacha kuharibu pesa ya betting. Ati naekelea Man U kichwa, naekelea siju, naekelea 20 bob. Umeenda 20 bob, 30 bob, umeendelea. Umeekelea sijui nani, sijui umeekelea nani, sijui ngoto, sijui nini. Wacha kuharibu pesa bwana, mngoje Bwana. Si ukae design ya kugeria bwana. Jamaa anasukuma V8 na mko kazi moja. Ngojea tu Bwana, atakubariki hata wewe. Haleluya. Madhani yagoshwe. Haleluya. Unajua kuna pesa nyingine itakuua tu ikupewa. Haujui hivyo? Na ndio Bwana anajua tu ukipata hii umeisha. Pastor, wewe unaongea nini mambo ya doo bwana na venye nazitaka? Unataka, lakini ukweli ni kwamba kuna pesa ukipewa wakati fulani itakumaliza. Na ndio maana unaona wazee sasa hiyo bwana wakiwa na kapesa yake, hana stress. Ametembea pole pole. Wewe kijana ukipewa sasa hiyo unaendesha gari, unatafuta gari yako na speed ya 300. Hii highway hatutapita. Mngoje Bwana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ya 5 nikienda kumaliza kwa sababu ya saa. Uwe na uungu ndani yako. The grace of having godliness in your life. Ongai. Ongai. Ona ongai ndani yako. Ongai patikane. Wacha kuwa muuni. Kuwa muungu, uwe na uungu ndani yako. Uungu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Uungu ndani yako. Uungu ndani yako. This lift you. Itakuinua, ikufikishe kiwango ambaye hautasukumwa kwa ibada yoyote. Watu wamesukumwa kwa maibada,
wanasukuma. Wewe unamjua Mungu, lakini kwa sababu wa uungu ndani yako hauko, ile the reverence of God is not in you, people will continue pushing you every day. Unatafutwa, pastor amekuja kanisani kwako kukusaidia, kukuombea, anakuombea leo, unakuja kanisani siku 2 unapotea tena. Sasa ni wewe tu ndio utakuwa ukitafutwa. Nimeongea vibaya. Amekuja kwako leo, akakuja Jumapili nyingine, si wewe unatokea tu siku 2 3, hata umuogopi Mungu, unapotea tena mwaka mwingine anarudi tena. Kwani atashinda kazi yako? Ukiwa na uungu, hata ukimwona kabla hajakuja kwako, wewe umependa kwenda kanisani na kumpenda Mungu na kufuatilia ibada za kanisa zile ziko. Maana hiyo ni uungu ndani yako. Si kusukumwa na tena unakuja kimadharau. Bwana wazee ndio wanapenda hiyo. Anakuja leo, mzee pastor akimpigia, "Mondo wangai, oleoko na unamkatia, hata unamkatia mchungaji simu kwa sababu una haja na yeye, unaona kama umejisaidia sana na mchungaji anakusaidia ili uwe na uungai ndani yako." Wadhani wagojo. Hello? Bwana Yesu asifiwe sana. Na usione kama Mungu anakuhitaji sana, ni wewe unamhitaji Mungu. Bwana ni wewe unamhitaji Mungu 24 hours. Masaa 24 unamtaka Mungu. Si ati tunapembelezwa sana na mchungaji, hapana, ni kukuonyesha kwamba Mungu ana faida katika maisha yako. Praise the name of the Lord. May you have godliness in your life. Godliness in your life, the revere of God. Kuna watu wamekula fungu la 10 January to January. Anasema Mungu ataelewa. God will understand me. Mungu atani Hallelujah. Mungu atanielewa. Wacha kuwa kusemekana unamuelewa. Ni deni. Fungu la 10 ni deni na mbingu itazungumza. Nafurahia kwa sababu ya vile kanisa linatoa fungu la 10. May the Lord bless you. Kwa sababu hiyo ni kuogopa Mungu. Praise the name of the Lord. Brotherhood number 6, undugu. Nilikuwa nimeongea kwa ibada ya Kiingereza ni kwamba wakati nilienda jela ndo nilifungua macho. Mimi nilikuwa ni mtu wa kufunga macho kwa sababu I just want to feel God. Kaambiwa, we hapa inaitwa nini? Tohinga kama acha kufunga macho hapa bwana. Hello. Siku hizi kanisani iko hivyo, watu wafunge macho maana hawaamini ndugu yake mwingine. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukifunga macho unaacha distractions za nje. Unafunga macho unasikia Mungu. Lakini siku hizi watu wako distracted kanisani ndio naambiwa angalia kibeti na uko kanisani. Na uko kanisani. Maana undugu ilifanya nini? Ilipotea. Undugu, the grace of becoming a friend, a brother keeper. Roho ya Kaini imeingia ndani ya watu. Yesu anamuuliza, Mungu anamuuliza, ako wapi ndugu yako? Akasema, I'm not my brother keeper. I'm not the brother keeper. Today I want to tell you, be a brother keeper. Praise the name of the Lord. Be your brother's keeper. Na si lazima wakuzaliwa kwa tumbo moja, as long as is called by Christ Jesus Christ. Mwenye ameokoka kwa kweli. Unajua sasa zingine yenyewe Bwana Yesu asifiwe sana. Undugu ni kitu ya maana. I gave many times an example of the brother wa ndugu wa kutendereza. Mtu akitoka Uganda anakuja Kenya, anakuta ndugu wa kutendereza. Anamchukua kama ndugu yake. Anampea chakula na maji. Kanisa la kwanza lilikuwa hivyo. Watu walikuwa na bebeana mizigo. Watu walikuwa nasaidiana. Siku hizi nikajipange. Ujipa. This is the brotherhood is a genuine love. A genuine love ambayo unapenda mtu pasipo kutarajia chochote. Mwadhani akosho. Hata kwa ndoa kumekuwa mbaya. Maana huwezi jua kama anangoja uzime kidogo hivi akucheze. Hello. Imekuwa mbaya. Kwa hivyo tukipendana kama wandugu,
in a genuine love is beyond your neighbor. Ati ndugu ya neighbor, penda jirani. Praise the name of the Lord. Ya mwisho ni agape love, charity. The agape love is the love of one side, ambaye Yesu alipendana. Alikupenda kama unampenda shauri yako, yeye alienda msalabani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Umpende Yesu. Wewe umpende ama haja umpendi, amesema imekwisha. Umpende usipende, alisema lama sabakidhani. Umpende usipende, alimwaga damu. Wewe ambaye unaona kama ana faida, yeye alikupenda bure pasipo ataki chochote kwako. Siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo, si upendo huo ukaingia kwako, upendo huo ukaingia kwetu. Oh hallelujah. Upendo huo ambaye tunapendana tu kwa upendo wa kweli, ambaye ni upendo wa Kristo Yesu ndani ya maisha yetu. Yeye anakupenda. Umpende jirani yako, umpende kwa moyo wote pasipo kuangalia nyuma. Yesu anakupenda bure, hakuhitaji chochote, yeye anakupenda. Na ndio inatufanya wale wanaohubiri tuhubiri tu pasipo kungojea chochote. Ukiambiwa ulipe mhubiri ni ngumu. Ile burden ambaye Rodin amebeba kwenu. Mtu akifiwa ndo huyo usiku na mchana. Sometime mpaka unakaa ni kama umetupa familia yako kwa sababu ya watu. Na ni huyo upendo ndio imetusukuma. The agape love. You cannot pay. We cannot pay God how he loved us. Praise the name of the Lord. The love that you cannot pay, you just love and do it for the whole heart of you. Mungu atuwezeshe tupendane. Hatuwezi kulipa, ni upendo mkubwa ambaye ametupatia Mungu wetu. Upendo ambaye inakaa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. The love that ambaye ikufi. It is beyond the grave. Love, the agape love. Praise the name of the Lord. Kwa sababu ya madaika hiyo kidogo, nataka nialike kikundi ya kuimba. Watu imbie wimbo inaitwa Matata. Motumi. Aha. Hey. Hey. Yugaga. Oi madani. Nagoda ida unjigwe. Matata mama idori makwa. Magoitekera unjigwe. Emotumi omwe warimwe ya. Oile sufana maguta. Akegwa magoro ine maku. Agego daida kiugaga. Oi mwanani. Nagoda ida ojigwe. Matata mama idori makwa. Magoitekera ojigwe. Kwa katika hali hiyo, tafakari tu neno la Mungu vile limekuja ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana kusikie maombi yako siku ya leo. Mwambie Bwana kusikie tu maombi yako katika jina la Yesu. Sijui ni hali gani unapitia. Mwambie Bwana asikie tu kilio chako. Tunapoendelea katika wimbo huo, mwambie tu Mungu, nimekuja kwako usikie kilio changu. Sijui ni nini hicho unachotaka kwa Mungu. Mwambie akusaidie. Mwambie akupe neema hizo 7 zikae katika moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Oi mwadhani nagoda